Siku ya leo nitakwenda kuzungumza na wale watumishi wa Mungu ambao Mungu ameweka mzigo ndani yenu. Siku ya leo kuna vitu muhimu ambavyo nataka nikuelekeze. Ikiwa utavizingatia, basi vitakusaidia sana. Nazungumza na wale watumishi wa Mungu ambao wengine wamekwenda katika chuo cha Biblia na wengine hawakwenda kwenye chuo cha Biblia, lakini una ndoto za kuchunga kanisa. Jambo la kwanza ambalo ni la muhimu sana, usifungue kanisa kama hauna uzoefu wa kutosha wa kuchunga kwenye hilo kanisa. Ni jambo la hatari sana. Lazima uwe na uzoefu wa kuchunga kanisa. Kukosa uzoefu kutafanya huduma yako ishindwe kufika mbali. Unapotoka chuoni, ile ni elimu ya darasani. Lakini unaporudi mtaani, unakuja kukamilisha kile ulichojifunza darasani. Kwa unaporudi, lazima ukae na mkufunzi wako, kisha akuelekeze, akupe uzoefu namna gani unaweza ukafungua kanisa na huduma yako ikakua na sio kudumaa. Kosa kubwa ambalo wanalifanya watumishi mbalimbali, wanafungua makanisa alafu hawana uzoefu wa kutosha wa kuchunga hayo makanisa. Ni afadhali usifungue, uendelee kukaa chini ya uangalizi mpaka pale utakapokuwa umepata ujuzi wa kutosha wa namna ya kuchunga kanisa. Makanisa mengi sana yamekufa kwa sababu yamefunguliwa na watu ambao hawana ujuzi wa kutosha wa kufungua hayo makanisa. Hii ni hatari sana. Watumishi wa Mungu, kujifunza mafunzo ya chuo peke yake hayatoshi. Lazima mrejelee kwa wakufunzi wenu ili muweze kupata maarifa zaidi ya namna ya kuchunga kanisa. Lakini pia jambo la pili, lazima ufahamu namna ya kutatua changamoto za washirika wako. Kwa sababu unapokuwa mchungaji mkuu katika kanisa, unapokuwa umepewa dhamana ya kuchunga roho za watu, kuwaongoza watu, watakutegemea wewe kwenye kila eneo. Watu watakutegemea wewe kwenye kila jambo, na watu watakuangalia wewe kama baba. Kwa hiyo wanapopata shida yoyote, changamoto yoyote, watakukimbilia wewe kama baba. Usipojua namna ya kutatua changamoto zao, utapoteza roho za watu. Utalipoteza hilo kanisa ulilolifungua. Kaeni na wakufunzi wenu waweze kuwaelekeza, kuwafundisha namna gani unaweza ukatatua changamoto za washirika wako. Kuna kesi zingine zinaweza zikaja. Kama mchungaji haujasimama vyema kwenye nafasi yako, unaweza ukapoteza nafasi yako ya utumishi. Namna tu utakavyokuwa unatatua hizi changamoto, ukikosea kidogo, tayari utakuwa umefungulia mlango wa huduma yako kuharibiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kujua namna ya kutatua changamoto kuna faida sana. Changamoto zingine hauwezi kutatua wewe kama wewe mchungaji. Lazima umshirikishe Mungu, naye akusaidie namna ya kukupa utatuzi
juu ya hilo jambo au hiyo changamoto. Lakini pia jambo lingine ambalo ni la muhimu sana, faida za kukaa na mkufunzi wako. Watumishi wa Mungu, mnapotoka vyuoni, lazima kwanza ukae na mkufunzi wako ili akufundishe, akupige msasa kupitia kile ulichojifunza chuoni. Kuna mitihani ambayo mkufunzi wako anaweza akaiandaa kwako kwa lengo la kuangalia imani yako na uwezo wako wa kuweza kutatua. Lengo lake aone namna gani unaweza ukatatua hilo jambo. Mkufunzi wako anao uwezo wa kukuwajibisha pale ambapo anapoona umekosea. Mkufunzi wako ndiye atakayeweza kukupa ruhusa ya kwenda kufungua kanisa baada ya kuridhika na uwezo wako ulionao. Usikimbilie kufungua kanisa ikiwa hauna uzoefu wa kutosha, hauna ujuzi sawasawa wa kutatua changamoto za washirika. Unaweza ukasema kwamba Mungu hajakuita kwenye hiyo huduma kwa sababu ya kuona changamoto zilizoibuka kwenye kanisa lako, vitu vya sintofahamu vilivyojaa kwenye kanisa lako, kwa sababu ya kushindwa kutatua vyema changamoto zinazotokea kwenye huduma yako. Unaweza ukamwambia Mungu, wewe haujaniita. Unaweza ukaacha kumtumikia Mungu. Watumishi wa Mungu, jambo la tatu, sio kila fundisho unaweza ukamfundisha kila mtu. Kuna mafundisho mengine ukimfundisha mtu umemharibia ufahamu wake. Ili kuweza kumrejesha tena inahitajika nguvu ya ziada. Na ndio maana mtoto mchanga hawezi kula ugali, hawezi kula kitu kigumu. Ataanza na maziwa kwanza. Jinsi anavyoendelea kukua ndivyo atakavyoweza kuongeza na vyakula vingine. Kwa hiyo hata mafundisho pia nayo yana kiwango hadi kiwango. Sasa walio wengi huwa hawaangalii hapa. Ni lazima uangalie kwamba fundisho hili nitakapokwenda kulifundisha, ninaweza nikawapoteza hawa watu au ninaweza nikawajenga zaidi kimaarifa. Lazima utafakari wewe kama mtumishi wa Mungu. Usikurupuke. Kuna faida kubwa ya kukaa na wakufunzi wetu. Mkufunzi ni nani? Unaweza ukashindwa kunielewa. Mkufunzi ni yule baba yako wa kiroho ambaye alikuwa pamoja na wewe tangia unaanza wokovu. Yeye amekubatiza, yeye amekufundisha, yeye amekusimamia kwenye kila eneo. Huyo ndiye mkufunzi na mzungumza mimi. Nazungumzia baba yako wa kiroho. Kwa hiyo hata unapofika hatua umehitimu mafunzo yako kule chuoni, lazima urudi kwa mkufunzi wako, kisha ujifunze tena. Urejelee tena yale uliyojifunza chuoni kupitia mkufunzi wako. Na utakapofika hatua mkufunzi wako atakapokupa go ahead, atakapokupa ruhusa ya kwenda kufungua kanisa, unakuwa umechota baraka zote. Hata huduma yako itakuwa na mafanikio. Mkufunzi wako anaweza kukuletea vikwazo vya hapa na pale. Lengo lake sio kwamba akuharibie utumishi wako, hapana. Mkufunzi wako anaweza akakuwajibisha mahali unapokosea. Lengo lake sio kwamba auwe huduma uliokuwa nayo, hapana. Anaangalia uwezo wako wa kustahimili mambo.
Ukishindwa kustahimili, kanisa linaweza likakushinda, kwa sababu utaongoza watu wenye maarifa na akili tofauti tofauti. Usipokuwa na ujuzi wa kutosha, utalipoteza kanisa, utalibomoa kanisa wewe mwenyewe. Kama vile mwanamke anavyoweza kuvunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe, na ndivyo wewe mtumishi wa Mungu utakavyoweza kulivunja kanisa lako kwa mikono yako wewe mwenyewe. Wakufunzi wetu tuliokuwa nao ni wa muhimu sana. Yeye ndiye mwenye mamlaka ya kukuruhusu nenda kafungue huduma au endelea kumtumikia Mungu hapa hapa kwanza mpaka niridhike na uwezo wako uliokuwa nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna madhara makubwa ya kufungua huduma pasipo ruhusa ya wakufunzi wako. Mungu akubariki sana. Asante sana kwa kunisikiliza. Karibu tena kwa wakati ujao.